Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Joy Whitney na ningependa kuendeleza hadithi ya Yusufu. Yusufu alipouzwa alipelekwa kule mjini Misri. Alikuwa katika foleni ambapo mkubwa wao Potifa alikuwa anatafuta mtu ambaye angemtungia nyumba na kufanya kila kitu ambacho angetaka afanyiwe. Potifa alipokuwa anatafuta mtu ambaye angemchukua, alitafuta na akatafuta. Alivyofikia Yusufu, akasema huyu ndiye mtu ambaye nitamchukua aweze kunifanyia kile chochote nitakacho anifanyie. Alivyomchukua akampeleka, akamuonesha kila mahali na akamwambia, hapa ndio penye utakuwa unafanya kazi. Yusufu alikuwa mwanaume ambaye alikuwa mtanashati sana na pia aliongezewa cheo. Alivyoendelea na kazi zake, bibi yake Potifa ambaye alikuwa kila mara anamtazama kule na pale, akisema kweli huyu ni kijana mtanashati na ningependa akuwe wangu. Kila mara alikuwa anaona Yusufu akifanya kazi zake, anamfuata, anamwangalia. Ikafika wakati bibi yake Potifa akamwita Yusufu, naye Yusufu akamwambia, ni nini unataka kutoka kwangu? Vile alivyomuuliza hivyo, bibi yake Potifa akamwambia, mimi ningetaka uwe wangu na ningetaka ukuje ulale na mimi. Yusufu akakataa, akamwambia, mimi siwezi tenda dhambi na nimepata tu na nimepewa kazi nimekuja kufanya hapa kazi na sitaki kudharau yeyote wala kufanyia yeyote makosa. Yusufu alivyoendelea kuzungumza naye bibi yake Potifa akamwambia, nataka ulale na mimi. Yusufu akamwambia, mimi siwezi, mimi sitaki nilale na wewe kwa sababu hiyo ni makosa. Sasa vile bibi yake Potifa alikuwa na mforce, akamwambia, niache na sitaki na siwezi. Yusufu alipotoroka, bibi yake Potifa alibaki na shati yake. Bibi yake Potifa alianza kupiga nduru akisema, woi, ananirape. Kumbe Yusufu alivyotoroka alifuatwa na bodyguards. Vile alikuwa anafuatwa, akashikwa, akapelekwa gerezani. Vile alivyokuwa gerezani, alikuwa anamwomba Mungu kila siku ya kwamba Mungu ataweza kumsaidia na ataweza kumlinda. Alivyokuwa gerezani, alikuta watu wawili ambao walikuja wakamwambia ya kwamba walikuwa na ndoto ambayo walitaka Yusufu akaweze kumtabiria. Naye Yusufu akatabiri ndoto zao wote wawili, na kweli walishangazwa. Walivyoendelea, Farao aliweza kuota ndoto ambaye ilikuwa inamsumbua na hawezi kujua nini kilichofanyika. Alivyoota, akamka kesho ya asubuhi, akaulizia kila mahali, ni nani anaweza kutabiri hii ndoto alafu nitaweza kumzawadi? Hakuna aliyeweza kutabiri, lakini wale vijana wawili ambao Yusufu alikuwa nao akatabiri ndoto zao, waliweza kwenda kuambia Farao ya kuwa kuna mtu ambaye aliweza kuwatabiria ndoto zao. Kwenda kuambia, naye Farao akaweza kuita Yusufu aweze kwenda kumtabiria ndoto
ndoto zake. Alivyoenda kutabiri ndoto zake Farao, alianza kwa kusema, mkubwa wangu, najua uliota ndoto hii na nataka niweze kukutabiria, uniambie kama ni hii ama si hii. Akaanza akamwambia, katika ndoto yako uliona miaka 7 za furaha za mavuno na sherehe kubwa za vyakula ambazo mtaweza kuvuna, na miaka zingine 7 mtakuwa tu na huzuni, hamngeweza kupata chochote. Naye Farao akashangaa, akiwa bado kwa mshtuko. Akamwambia, hiyo ndio ndoto ambayo niliweza kuyaota. Na akaweza kumzawadi Yusufu, na Yusufu akawa mkubwa, akawa mtu kama Potifa, mkubwa wa hiyo nchi ama mkubwa wa hiyo place. Alivyoendelea akaona ndugu zake walikuja katika hiyo mji wa Misri, walikuja kutafuta chakula, kwa kuwa kwao hakuwa na kitu. Walikuja kutafuta chakula, ambapo huku ndipo chakula iliweza kupatikana. Walivyokuja, Yusufu akawaona, akawauliza, nyinyi mbona mmekuja kutafuta huku chakula? Akasema, kwetu hakuna kitu, na baba ndiye aliyetutuma tukuje tutafute chakula huku. Tulipokuja tuko na kila kitu ambacho tungetaka ziwe kwetu. Naye Yusufu akasema last born alikuwa ameiba. Sasa akaenda akamwangalia, kumbe alikuwa ameiba. Akamwambia, mmekuja kufanya nini huku? Akataka kuitia bodyguards wakuja wawashike, lakini Yusufu aliwatazama ndugu zake na kutoa machozi, akawakumbatia na akawaambia, nimeweza kuwasamehea. Na hiyo ndiyo hadithi ya Yusufu, Agano la Kale.